بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، تبوتك آية نبارك من السابق في سورة البقرة. يقول الله عز وجل: مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون. مثلهم أي مثل المنافقين، mfano wao wanaokusudiwa hawa wanaopigiwa mfano ni wanafiki ambao umetangulia katika aya ile tuliyosoma katika darasa letu lililopita, ambao Allah subhanahu wa ta'ala anasema: ulaika alladhina ishtaraw ad-dalalata bil-huda fama rabihat tijaratuhum wama kanu muhtadin. Hawa ndio wanaozungumziwa hapo, wanafiki waliuza imani yao kwa kununua dhalala. Wameuza imani wakachukua dhalala, yani kwa maana Allah akapigia mfano katika hii aya kwamba hawa wanafiki imani kwa wao ilikuwa ni sawasawa na pesa, thamani. Kaenda sokoni wakakuta kitu kiovu kinauzwa, nacho ni unafiki. Wakatoa thamani ile ambayo ni imani, wakapokea kilichokuwa kiovu ambacho ni nifaq. Na hakuna yeyote mwenye kununua kitu isipokuwa na shida nacho, au moyo wake umependa kununua hicho kitu. Angalia wao, mioyo yao walipenda unafiki na Allah kawaelekeza huko. Sasa leo Allah subhanahu wa ta'ala katika aya tuisoma anapiga mfano wao namna gani walivyokuwa wakiishi katika ulimwengu huu hawa wanafiki. Na hii ni aya zinazofuatana, mithali ziko mbili. Mathaluhum kamathali alladhi istawqada nara, hii inaitwa mathalu nari, mathalu nari au kasayibin min as-samaa mathalu ma'i, mfano ambao Allah ameupiga hapa, mfano wa kuhusiana na moto. Kisha utakuja mfano unaofuata unahusiana na maji, na hii mifano yote miwili umepigiwa wanafiki. Kwa yote katika mifano hii miwili unaweza ukaichukua ukaitabik kwa wanafiki. Mathaluhum, mfano hawa wanafiki katika maisha wanaoishi pamoja na waumini, kamathali alladhi istawqada nara, mfano wao ni sawa sana mtu ambaye amejiwashia moto, yuko jangwani, sehemu yenye giza nene sana. Istawqada nara, imma yeye mwenyewe ndio aliwasha huo moto, au talaba, au amemwomba mtu amwashie moto. Kutokana na hii istawqada nara, sin wa ta, mara nyingi inakuja sin wa ta litalab, kama vile unavyosema astaghfirullah, unamwomba Allah nini? Talab ya maghfira, lakini imetanguliwa na nini? Na sin na ta. Kwa hiyo inawezekana kwamba huyu ndio aliomba watu wamwashie moto, au yeye mwenyewe kawasha moto. Falamma adha'at ma hawlahu, moto ulipowaka, adha'at ma hawlahu, pembezoni mwake kote kujaa na mwangaza, kwa maana akaona kilichokuwa kinamzunguka. Ma hawlahu, lakini sehemu inayomzunguka tu, kuonyesha kwamba hata ule mwanga wenyewe hukuwa mkubwa.
ulikuwa unamtosheleza yeye kuona kile kinachomzunguka, hawezi kuona mbali. Na sehemu ambapo ni giza nene, pakiwashwa moto, huyu aliyewashiwa moto anapata faraja, kwa sababu sasa ana uwezo wa kutazama nini kinachomzunguka. Mmefahamika ikhwan? Dhahaba Allah binurihim, Allah kauchukua ule moto, kauzima, mwanga ule kuondoka. Na daima inajulikana ikhwan, sehemu ambapo kuna nuru, ikizimwa ile nuru, giza lake linakuwa mara mbili yake, kwa sababu tayari macho alishazoea nini? Kuona mwanga. Hata nyumbani kwako umeme ukizimika wakati wa usiku, giza linaendelea. Na hao wako hivyo, tarakahum fi dhulumatin la yubsirun, na Allah kawaacha hao katika hilo giza hali ya kuwa hawaoni chochote mbele. Nini maana ya huu mfano? Maisha wanafiki wanapoishi na waumini kwa uchache wa umri na uchache wa maisha ambayo wanaoishi watu, ni mfano wa mtu ambaye amewasha moto, anastarehe baada ya kuona ule moto ukimwangazia maeneo ya pembeni yake au yanayomzunguka. Na wanafiki walikuwa hivyo hivyo, wakidhihirisha imani mbele ya masahaba ridwanullah alayhim. Kwa hiyo wakaishi katika amani, wakawa wanafanywa muamala wa Waislamu, wakipewa mara nyingine mpaka katika mali za vita ngawira, na wakioa katika watoto wa Kiislamu, na wakiishi hivyo hivyo. Lakini umri ambao wameishi ni mfupi kutokana na maisha yenyewe halisi ya kidunia. Kisha Allah anaiondoa hii nuru ambayo walikuwa wakiishi nayo, hali ya kuwa nuru hii ni kwa nuru feki, wakidai kwamba wao ni waumini na halikuwa si waumini. Allah ataondoa katika maisha haya ya kidunia, watapelekwa katika maisha ya barzakh, ambapo huko ndipo Allah subhanahu wa ta'ala amezima ile nuru, mwanga hawatauona. Dhulma ya kaburi sasa wataiona. Mfahamike ikhwan, dhulma ya kaburi sasa ndio wataiona. Na kadhalika Allah subhanahu wa ta'ala ataonyesha dhulma siku ya kiyama, yawma yaqulu almunafiquna walmunafiqat lilladhina amanu انظرونا نقتبس min nurikum. Hivyo hivyo siku ya kiyama, wakati watu wanapita kwenye sirat, Allah anazima nuru za wanafiki, anaziacha nuru za waumini. Wanafiki hawaoni tena kitu mbele, wanawaambia waumini ndhuruna, tusubirieni nyinyi waumini, naktabis min nurikum, ili na sisi tuweze kupata nafuu kutokana na nuru yenu, tuweze kuiona njia. Qila rji'u wara'akum faltamisu nura, waumini wanawaambia kama mlivyokuwa mtufanyia istihza duniani, mkidhihirisha kwamba mko na sisi, kumbe hamko na sisi, rudini duniani, huko ndio mtapata nuru. Rudini nyuma, mrudi duniani, huko nuru ndio iko huko, ambayo sisi tu tulipoipata. Kuonyesha maisha ya dunia ni mafupi mno. Ni sawa sana mtu kuwasha moto na kuangaza yale ambayo maeneo yanayomzunguka, kisha ule moto ukazimika. Na hivyo hivyo sisi ndio tunavyoishi. Maisha ni mafupi. Sawa umeishi katika imani au umeishi katika kufuru, maisha ni mafupi mno. Lakini mu'min hapa duniani anapata nuru, na kadhalika kaburini anapata nuru, na siku ya kiyama anapata nuru. Mu'min ima mnafiq, kama kuhadata hapa duniani, dhulma ya kaburi inamsubiri, na kadhalika dhulma ya siku ya kiyama inamsubiri.
فهمتم المثل؟ mfano umefahamika ikhwan? Summun, hawa wanafik ni viziwi. Viziwi si kwa maana hawasikii mengineyo, la, yale ya khairi ndio wao viziwi, hawanufaiki wakiyasikia ya khairi. Bukmun kadhalika, wao ni mabubu, hawazungumzi haki hata ikidhihiri vipi kwao, wao watakachozungumza ni batil. Si ndio hao waliporudi kwa wa idha khalu ila shayatinihim qalu inna ma'akum inma nahnu mustahzi'un. Kwa maana bukmun ni mabubu katika haki, imma katika batil, wana talaqa lisan, ndimi zao zinateleza, zinazungumza kweli kweli. wa yaqulu tasma' liqawlihi, wakizungumza wanafiki watamani kusikiza maneno yao yalipokuwa matamu, kwa maana wanazungumza wana fasaha, lakini katika haki hakuna, hawazungumzi haki. Umyun, na hawa watu ni vipofu, hata waone aya namna atakapoiona hawawezi kuamini. Katika wakati wa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, inshaqa al-qamar, mwezi ulipasuka vipande viwili, wakaona kwa macho yao, walipokaa wakasema hii ni sihra, uchawi, hauna chochote. Amekuja mtu kutoka mji mwingine, anamwambia yekwa, mimi nimeona jana usiku kitu cha ajabu, mwezi umepasuka vipande viwili. Ambaye kadhalika umerogwa na Muhammad. Ukajuaje ya akhi katoka safari? Kwa maana hata waone aya yoyote hawezi kuamini. Fahum la yarji'un, fahum la yarji'una ila alhaq, hawarudi hata siku moja watu hao katika haki, watabaki kule kule kwenye batil, kwa sababu Allah subhanahu wa ta'ala vitu vyenye kumsaidia mtu katika hidayah, imma kusikia au kuona au kuzungumza, vyote hivi Allah kavizuia kwa wao. Hawasikii la haki wala hawazungumzi haki wala hawayaoni haki. Vipi watarudi watu kama hao? Na hii yote ni kutokana na madhambi ambayo wao wenyewe wamejichumia. Inshallah katika darasa litakalofuata tutakuja kupiga mfano mwingineo, au kasayidin minas sama, na hii ni mathalu ma'i, mfano mwingineo ambao Allah anapigia wanafiki, ambao unafanana na masala ya maji ambayo yanateremka kutoka mbinguni, nayo ni maji ya mvua. Haya tafuata inshallah katika darasa lijalo. Ila huna barakallahu fikum.